Na rasmi klabu ya soka ya Simba imemtangaza Nathaniel Chilambo ni nyekundu na nyeupe, atakwenda kuwatumikia katika msimu mpya wa mashindano. Simba Sports Club wamemsajili na wamemtangaza rasmi kwenye peji yao kuelekea katika msimu wa mashindano. Kunani hapa tutakwenda kusikia mengi. Niko na shabiki mwanachama wa klabu ya soka Young Africans, si mwingine bali ni Mzee Isa. Anazungumziaje ujio wa Nathaniel Chilambo katika viunga vya Msimbazi? Unakwenda kuongeza nini? Wameshtuka upande wao, tunakwenda kusikia. Mzee Isa, kwema kwanza? Kwema bwana, vipi hali kijana? Niko sawa sawa. Namshukuru Mungu niko sawa sawa. Umeona huko Simba mnyama na kunjua makucha back to back. Ameachia jana, ameachia leo. Ni dhahiri shairi ya kwamba sasa wameshasajili, sasa wanakwenda kutambulisha. Mara baada tu ya kumtambulisha kiungo mkata shombo Kevin Nation Naftari, hii leo ni Nathaniel Chilambo kwenye viunga vya Msimbazi. Sisi tunashukuru kwa matangazo yao, sisi tunashukuru. Hatutaki malalamiko. Hatutaki malalamiko kwa sababu tayari wenyewe wanaanza kutangaza wachezaji wao. Sisi hatutaki malalamiko kwa sababu huyo Chilambo alikuwa njia kwa mawinga wetu. Unaelewa vizuri? Alikuwa njia kwa mawinga wetu kwa sababu inaelekea kuna tatizo la pesa za usajili. Wanaomba misaada sasa kwenye vilabu ambao marafiki. Hatutaki malalamiko kwa sababu sisi sasa hivi tunasajili watu kwa ajili ya kombe la CAF. Huku wanamitutumua Nixon Kibabage, huku Nathaniel Chilambo, lakini wanamkongwe Shomari Kapombe. Hii Simba wanakuambia weka mbali na watoto. Leo wameachia kombola lingine. Ndio maana nakwambiaje? Haya yanayokuja ni malalamiko. Yanayokuja ni malalamiko. Kwa hii Yanga ambayo sasa hivi inasajiliwa kimya kimya. Hatutaki malalamiko. Kwa sababu kitakuwa maafa ni makubwa. Wachezaji wanaochukua viwango vyao ni vya chini. Hao wote wanaowataja walikuwa kwa winga wetu ni njia. Nathaniel Chilambo ni njia. Ni njia. Mara ngapi sasa mtushamfunga? Lakini mmeshtuka. Nasemaje tusituke kwa hiyo Chilambo? Chilambo ambao kazoeleka kabisa ni njia, watu wako wanapita, kina Pacome wanapita. Unanielewa? Ni njia. Kwa hiyo tusije baadaye wakaja kuanza malalamiko. Wanatangaza wenyewe na usajili wao mbovu huo. Hataki malalamiko. Tunataka wasajili wachezaji kweli kweli. Sio wachezaji hao wanawaleta wasajishokea kwenye vitabu vyao, wanaochukua wao kwa msaada kwa sababu hawana hela za usajili. Yatakuwa malalamiko baadaye. Kwa hiyo Chilambo amechoka. Nakwambia, mimi nakwambia fikisha ujumbe. Hao wachezaji washachoka hao. Hatutaki malalamiko. Sio tunasajili watu kweli. Mtu ujapigwa goli 5 pale za marudio, itakuwa malalamiko makubwa sana. Unanielewa? Nipige Simba goli 5. Nakwambia, hiyo tarehe 12 mwezi wa 8, kwa usajili wao wanaendelea nao. Tusubiri muda ufike. Kama Simba kweli wamemaliza usajili. Jana tu wametoka kutambulisha kiungo mkata shombo. Leo wanaweka fullback ya maana. Sawa, sisi tunashukuru wanavyoendelea kutangaza hivi na tunawajua. Wasajili wao ni njia. Tusubiri. Yapo malalamiko. Utasikia tu malalamiko kanunua engineer. Unaelewa? Malalamiko tunategemea yatakuwepo. Lakini na hakika kabisa tano unaziona. Lakini Chilambo ni mtu kweli? Mtu wapi? Mtu ushamjua huyo. Msimu mzima akacheza na watu wako wanapita. Unanielewa? Kwani zile 3 Chilambo hakuwepo? Unanielewa? Atoki malalamiko tu. Sababu tarehe 12 kutakuwa na maafa makubwa. Wamekwenda kumwaga pesa mitaa ya ice cream. Kunasa saini yao. Wewe bwana, wewe sikiliza bwana. Hivyo unapofikiria wewe Azam FC watawapa bei gani kumnunua Chilambo? Huo msaada. Hali pale ishakuwa ngumu. Msaada kivipi? Wewe hujui? Kwamba bwana tunaomba angalau ili usajili usije ukatupita. Huo msaada. Hela usajili pale ishakuwa tatizo. Lakini sisi tajiri yetu anaweka hela. Tunamwambia tajiri anaweka hela. Anaweka hela kweli kweli. Hatutaki malalamiko. Na tutaanza tarehe 12. Unaelewa? Tutaanza vita tarehe 12. Na wasiwasi kabisa. 5 zile zinaweza zikarudi. Simba mbona kama wamedhamiria hivi? Kwa Chilambo ndio wamedhamiria. Back to back wanaachia bajeti. Sawa. Sisi hatutaki malalamiko. Chilambo unamchukuliaje Chilambo? Mchezaji wa kawaida sana. Mimi nakwambia ni mchezaji wa kawaida, asiyomjua Chilambo ni nani? Asiyomjua Chilambo ni nani na watu wako wanapita humo. Hata Kibabage mlisema hivi hivi. Sasa Kibabage ana maajabu gani? Huyo Kibabage mwenyewe ana maajabu gani? Ana maajabu gani? Kwa sababu anatumia nguvu kubwa, hata akili ya kutumia mpira hana. Mimi na hakika kabisa. Na hakika tarehe 12 malalamiko engineer atapata. Tarehe 12 atapata malalamiko. Ana maana gani? Sio ndio kawaida yao sema. Sasa hivi umeona wenyewe wanajitokeza. Walisema wao engineer ananunua, mwisho wa siku sasa wanajitokeza wanasema bwana uongozi ule ukiendelea kipigo kitaendelea au wasikiwe. Uongozi wao ukiendelea kipigo na Yanga kitaendelea au wasikii. Wewe mwenyewe sio nakumbuka kuna pesa moja umefanya na mtu mmoja atoa Kisugu. Wewe mwenyewe unalalamika. Uongozi huu
Ukiendelea wakina Mangungu kipigo na Yanga, sisi tunaendelea kupigwa tu. Unanielewa? Kwa hiyo ni washauri. Usajili wanaofanya ni mdogo, waweke hela. Injinia anakuja kivingine kabisa. Nathaniel Chilambo anakwenda kuongeza nini kwenye viunga vya Msimbazi? Ni kutibu tatizo, kupunguza tatizo? Huyo kaja kuongeza tatizo. Kwa maana gani? Kaja kuongeza mchezaji wa kawaida. Chilambo ataka pombe bora. Chilambo ataka pombe bora. Pamoja Kapombe umri ushakwenda, lakini bora kuliko ndio Chilambo. Tusubiri muda ufike. Chilambo ni kijana bado. Nakwambia hivi, tusubiri muda ufike. Bado. Kwani Yanga kwa tunapita huko. Sio tunapita huko kwa Chilambo. Au hivi uko Simba sasa? Sawa, na sisi tunashukuru. Wamemtangaza. Tunashukuru. Wamemtangaza Chilambo, tunashukuru. Kuna kama kinyonge sana. Sio kinyonge vipi wakati huo msaada? Kinyonge mimi nimemwofia Chilambo. Wakati huo naona msaada huo. Unanielewa? Wameanza na kiungo mkata shombo, leo wameleta fullback ya maana. Sawa, sisi tunashukuru, waache waendelee hivyo, lakini sisi tukianza kutangaza nafikiri nchi hii itatingishika. Nchi hii itatingishika. Tumeshaanza. Sawa, tushaanza. Wewe si umeona? Anaanza kijana mdogo yule. Si umemwona? Si umemwona mwenyewe? Tusubiri muda ufike. Tunasema mnakwenda kuwa kipaji kile. Haya ni maneno yao ya kukosa, kwa sababu sisi tunaweka hela. Umeelewa? Tumeweka hela kweli kweli kwa mtoto. Kama ni heri Chuga Boy angekwenda nje ya mipaka ya Tanzania, ingekuwa ni heri kuliko pale kipaji kinakwenda kufa. Nje atatokea Yanga. Kwenda nje atatokea Yanga Afrika. Kwenda nje atatokea Yanga Afrika. Nikwambie taarifa za Nathaniel Chilambo mmezipokeaje nini kama wananchi? Mchezaji wa kawaida sana. Wala hazina mtikishiko kwetu. Acha kama wako serious. Hamna. Mchezaji wa kawaida, hatujastuka kabisa. Ni mchezaji mdogo, ni wa kawaida kabisa. Hayo ni matatizo yanaleta. Nakwambia hayo ni matatizo kwa sababu tarehe 12 naamini tano sitarudi. Wanakuambia kuanzia sasa ni back to back. Leo mashine, kesho mashine, weka bando tu. Kila ifikapo majira ya saa 7 Simba wanatambulisha mtu. Saa 7 hiyo usiku au mchana? Mchana kama leo. Sawa. Sisi tunashukuru, wache wajitokeze kutangaza. Na jana tumeona leo. Sawa, na kesho tuone. Sema usajili wamemaliza. Wamemaliza? Sisi tunashukuru. Tambulisho tu. Sawa, sisi tunashukuru. Waendelee kutambulisha na kesho tusikie mwingine. Kwenu huko. Si unasikia mwenyewe kimya, subiri. Utasikia tu, subiri. Na naamini kabisa nchi itatikisika. Tusubiri muda. Hii Tanzania itatikisika na East Africa. Tusubiri muda ufike. Tusubiri. Wao sio na haraka, wao wanaendelea kutangaza. Hatujapoa kabisa. Tusubiri muda ufike. Unanielewa? Kwa sababu Yanga sasa hivi nilizungumza mwanzo. Hatusajili kwa ajili ya matakwa ya kombe la ligi. Tunasajili kwa ajili ya kombe la CAF. Unanielewa? Sasa chukua sana hiyo kauli na chunga sana hiyo kauli. Tunasajili kwa ajili ya kombe la CAF. Sasa naamini kuna baadhi ya vilabu vitakuwa vileti timu uwanjani. Kuna baadhi ya vilabu vitaqualify kwa sababu usajili utakayofanya na vipigo utakavyofanya na kuvipiga. Kuna baadhi ya vilabu vitakuwa vileti timu uwanjani. Ila Chilambo kama limewashtua hivi wananchi. Hakuna mchezaji wa kawaida sana. Wala usio na wasiwasi. Pale mitaa Chamaja atakapombe ana afadhali. Atakapombe ana afadhali. Chilambo atakapombe ana afadhali. Mzee Chilambo bado bora huyu mtu mzima, umeelewa? Kuliko si umeona pale walikuwa wameumba kaja babu mzee Chama kawasaidia. Wafadhali wa Kapombe uko wapi kwa Chilambo? Mzoefu. Kachasesa sana mechi za kimataifa. Choka sasa. Ndio damu ya moto. Bora kuliko ni huyo. Damu ya moto. Sawa, tutaona kama ya moto au baridi. Ngoja muda ufike. Kama mnaubeza hivi. Hapana, mnaubeza. Yaani mchezaji wa kawaida sana. Chilambo mchezaji wa kawaida sana. Sawa, mchezaji wa kawaida. Hakuna. Utaona, ngoja muda ufike. Ngoja muda ufike. Hana maajabu. Mchezaji wa kawaida sana. Nakwambia mimi. Bora ya Kapombe kuliko ni huyo. Bora ya Kapombe kuliko ni huyo. Kwa Simba wamepigwa. Watu subiri muda ufike. Kwa sababu ndio yeye unga mwana unajua hela yenyewe usajili. Una lipi la kuambia juu ya usajili huu ambao wanajivunia mpaka sasa? Mimi nawaambia kwa usajili huo hapo wameferi. Wajipange kwenye kusajili na wasisitiza. Hapo wameferi. Wajipange kwenye kusajili. Ligi inaanza mwezi wa 8 sio ya kitoto. Wajipange. Wanaleta watu wao sio wazoefu ndio matatizo baadaye. Nini wana Simba ambao wanajivunia kuhusu Nathaniel Chilambo? Tusubiri muda ufike. Huyo sio mchezaji mzuri kwa fullback. Bora ya Kapombe. Kuliko? Huyo bora ya Kapombe. Huyo Chilambo bora ya Kapombe. Mtu mzima Kapombe lakini atawasaidia kuliko ni huyo. Kuliko Chilambo. Hiyo njia. Nakwambia. Njia kivipi sasa? Tusubiri muda ufike tutaniambia njia kivipi. Umeelewa vizuri? Bana, jumba la Mzee Saidi, jumba la maajabu. Ni kama halitakuwa na matumizi tena msimu ujao. Tumeshuhudia hapa ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara kuelekea msimu unaokuja. Mnafungua na watoto wa kusini na maana
Namungo Football Club mkiwa away, lakini Simba atakwenda mechi 3 mfululizo akiwa away. Hii unaizungumziaje ratiba hii kutangazwa? Lakini hapo hapo watu wamejipenyeza na kuuliza vipi kuhusu tuzo kama ratiba tayari imekwisha tangazwa? Tuanzie hapo kwanza kwenye ratiba. Mimi kwenye ratiba nashukuru